mimi ni Mswahili ambaye nauwakilisha mtaa. Nimekuja kukuletea haya baada ya mambo mengi kutokea, na unajua ni alitokea wapi na ni kwa nini? Kaa na mimi. Jina langu ni Abu Ramadhani. Watu wengi wananiita mjukuu mwa Kiomo. Ukiniita hivyo na wewe utakuwa hujakosea. Usiache kusubscribe, kushare na kucomment ili kwanza kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapo. Pia kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook na Twitter. Jina ni moja tu, M2 TV. Ukifika huko utakutana na vitu vingi sana vinavyohusiana na sisi. Nimefari kutoka katikati ya mji na kuja pembezoni kabisa mwa mji ambako upepo unavuma, upepo mwanana, upepo halisia kabisa. Huku wenyewe wanasema hawatumii feni. Baada ya safari ndefu nimekuja kumfuata bondia Ibrahim Mafia, kapteni wa Mafia Boxing Promotion. Baada ya vitu vingi kutokea hapo, mimi kwa sasa kwa utafiti wangu kwa mwaka huu unaniambia ndio bondia ambaye amezungumzwa zaidi kuliko bondia mwingine. Kwa nini? Tutafahamu hapa. Ibra, mambo vipi? Fresh kama kawaida. Kama ka. Tokea siku ile viwanja vya Posta mpaka leo ni nini kimebadilika kwa Ibra? Acha kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka wakati huu kuwa salama, kwa sababu wapo Watanzania wengine walikuwa na hofu baada ya tukio, lakini watoe hofu, niko salama. Hakuna chochote kilichobadilika, vitu vyote viko vile vile. Yeah. Ibra, kabla tujaanza kupiga story nyingi, tunatamani kujua ni nini kilitokea kwamba ni timing yako ilikuwa dhaifu? Yaani ni nini kilitokea kwenye game? Unajua mchezo wote ni mchezo wa makosa. Unapokosea mwenzako anakuadhibu. Na mimi katika ule mchezo kuna mistake nilifanya na mwenzangu aliona akalifanyia kazi. Yeah. Nini kilicho, yani umejifunza nini sasa kwenye ile, yani kwenye ile situation, ukiachana tu na kupoteza mchezo? Mimi sitaki kuzungumzia kupoteza mchezo kwa sababu kupoteza mchezo inatokea kwa bondia yoyote. Hakuna bondia aliyepita smooth kwamba maisha yake yote. Moja ya mabondia ambao tunaamini ni greatest of all time, wakina Muhammad Ali, kuna wanyakati walipitia nyakati ngumu. Ni nini ambacho umejifunza sasa wewe binafsi kwenye career yako kupitia tukio hili? Kwanza nilichojifunza ni kuwa na nafasi gani katika hili taifa na ni mtu gani katika hili taifa. Ndio cha kwanza kabisa ambacho nimejifunza, kwa sababu baada ya ile tukio nimeona watu wengi walikuwa na majonzi kuliko watu ambao walikuwa na furaha. Kwa baada ya pale nikajua mimi ni nani katika hili taifa na nina nafasi gani. Kwenye hilo, baada ya kujua, unahisi una deni kwa namna gani? Na deni kubwa sana la kuweza kusawazisha pale nilipokosea, na nawaahidi tu wa Tanzania rematch ipo na naamini nitakwenda kufanya vizuri, kwa sababu kuanzia raundi ya kwanza mpaka ya 4 niliscore vizuri kabisa, lakini ndio hivyo, ilitokea tu mistake ambayo nilifanya kwa bahati mbaya, ndio hiyo ilofanya nishindwe kuendelea. Tumelizungumza tukio, nadhani tutarudi huko tena. Mimi nakufahamu kama Ibrahim Mafia. Ibrahim Mafia ndio jina halisi ama jina lako kamili ni nani? Jina langu kamili ni Ibrahim Mustafa Abedi. Ibrahim Mustafa Abedi. Yeah. Ni mzaliwa wapi na ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? Mimi ni mzaliwa wa Tanga, Makorora, mtaa wa Makorora, na ni mtoto wa pili katika familia yenye watoto 4, na ni mtoto wa kiume pekee katika familia hiyo. Ina maana sasa mzee akiondoka nyumbani wewe ndio unayefuatia? Mimi ndo nafuatia pale. Ni nini unachojivunia kwako wewe binafsi? Yani ukijiangalia wewe ni nini ambacho unajivunia? Nachojivunia kwa upande gani? Yani wote ule kuna wakati unakaa peke yako unajitathmini, mimi ni Ibra kutoka nilipotoka hapa nilipo na maisha yangu yalivyo. Ni nini ambacho wewe binafsi ndani yako unajivunia? Nachojivunia ni vitu vingi sana. Nachojivunia, nimekutana na watu wakubwa tofauti tofauti ambayo kesho na kesho kutwa nikikwama sehemu yote, nikipiga simu naweza kupata msaada. Na pia ninachojivunia kiupande mwingine, kuna vitu ambavyo nimefanya nikiangalia mwenyewe na najisikia furaha. Kwa mfano
Mimi ni mtoto wa mama ntilie ambaye alipambana akanisomesha kufika hapa nilipofika. Moja ya kitu ambacho najivunia ni kuwa hapa nilipo leo hivi. Ukimtaja Abu mbele ya kioo cha kamera yoyote ile ambayo anakuwepo, najivunia hicho. Wewe umetuambia hivyo. Ni nini ambacho unakiona kwa Ibra kwamba nina deni kwenye huko kujivunia kwangu? Mimi hapa nilipo dakika hii ukiniuliza, nina deni la kumlipa yule mama ntilie ambaye alipigana usiku na mchana kuhakikisha mimi nakuwa hapa nilipo. Wewe ni nini ambacho unahisi una deni ndani yako kwenye maisha yako? Deni ambalo nalo ni kuhakikisha wale wazazi pale nyumbani wanaishi maisha mazuri pamoja na ndugu zangu, na pia deni ambalo ninalo katika ahadi zangu ni kuwasaidia watu ambao hawajiwezi, mafukara, mayatima. Ndio deni ambalo ninalo. Unaliona likitokea kwa hivi siku za hivi karibu? Ya, inshallah naliona likitokea, na ipo nafasi ambayo kidogo nimeshaanza. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu tu kwa nafasi ambayo inakuja niweze kufaulu kile ambacho nimekipanga ili niende kumalizia ile sehemu iliyobaki. Ibra, kuna michezo mingi, kuna mpira, kuna riadha, kuna kila kitu. Lakini kwa nini Ibra ulichagua mchezo ambao mnatakiwa mpigane? Yaani mimi na tunatakiwa kupigana bila sababu ya msingi, alafu tunapigana tu. Ndio kipaji changu. Ya, naamini hichi ndio kipaji changu, na ndio maana pia niko huku. Ingekuwa kipaji changu mimi ni mwanamuziki, ingekuwa unaniona kwenye stage za muziki huko nafanya show. Lakini hapana, kile si kipaji changu. Kipaji changu ni hichi, ni kupigana. Na ndio maana leo hii unaniona katika kupigana, na hata vile vile mimi na wewe tumekutana kwa ajili ya kupigana mimi. Yeah. Kuna vitu vingi unapenda, si ndio? Na mimi naamini hivyo. Ni kitu gani kimoja ambacho unapenda zaidi, ambacho unasema hiki nakipenda sana kuliko vitu vyote? Mimi napenda ufugaji. Napenda ufugaji. Ukiona pale kuna mbuzi, kuna ng'ombe, kuna mbwa, kuna kuku, yani kwako ni burudani kabisa. Yeah, napenda ufugaji sana. Hivi starehe ya Ibra ni ipi? Kwamba yani mimi na hii ndio starehe yangu, yani mimi napenda hivi. Starehe yangu. Starehe yangu mimi ni kukaa tu na marafiki, piga story. Hiyo ndio starehe yangu ambacho napenda. Hivi Ibra, tunasikiliza muziki? Muziki nasikiliza. Msanii gani ambaye anatuvutia zaidi kumsikiliza hivi? Msanii ambaye ananivutia ni Sunny Boy. Underground anaitwa Sunny Boy. Msanii ambaye ni chipukizi. Unajua wasanii wengi wa chini wanaimba sana kuliko hawa, kwa sababu hawa tayari wameshainuka, kwa sisi ndo tunawatolea macho hao ambao washainuka. Lakini hapa chini kuna wasanii wakubwa, yani ni underground, lakini wanaimba vizuri sana. Maisha ya Ria yamekuwa menyoka. Mimi nakwambia kamfuatilia Sunny Boy, alafu utakuja utaniambia. Nimechukua hiyo homework. Mimi natamani kujua nyimbo moja tu ambayo Ibra kuna wakati maji yanatiririka hivi mwilini, lakini hiyo unakuta yani hata isipokuwa kwa sauti tu unaimba. Siku nyingi. Siku ya leo. Siku haiwezi kuwa imeisha bila kama hujasikiliza muziki. Yeah. Gani ulikuwa unaisikiliza sana? Kuna nyimbo fulani inaitwa ameimba, ni mwanamuziki wa taarabu anaitwa Nasoro Cholo. Yeah, sitaki tena kupendwa. Leo kwa nasikiliza. Ndugu zangu washachukua hiyo, sitaki tena kupendwa. Ibra hataki tena kupendwa. Unajua ni nini kimemkuta? Mimi sitaki, mimi simo. Mimi nimesema tu nyimbo ambayo anaipenda Ibra. Lishatukuta ni kwa sababu Waswahili wanasema uwezo ukapenda kitu bila kwamba hutaki tena kupendwa. Unajua katika ukuaji mimi naamini hicho kitu lazima ukutane nacho. Na ukishakutana nacho unajua kuna vitu vingine basi inakuwa unajifunza, ni kile kitu hakiwezi kutokea tena. Lazima ukutane nacho tu katika mapenzi. Sisi ametugusa kidogo ya shatugusa, lakini saizi hamna tena kuniumiza. Nataka kuniambia shemeji sasa hivi hamna kuniumiza. Mambo yanakwenda smooth tu. Sasa hivi fresh tu.
Chakula gani ambacho wewe ni favorite kwako? Mimi miogo. Miogo. Ibra mtu wa Tanga. Tanga kuna biriani. Kuna wali. Kuna bites nyingi, lakini kwa nini miogo? Miogo. Napenda sana miogo na vumba na maanisha samaki. Kwa mtu wa pwani. Nitaichukua hiyo. Maisha yetu sasa yameanza kubadilika kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Aliyesababisha hapa naamini ni Mrisho ambaye alikuchukua pale ulipo kukuleta hapa. Safari yake hii mpaka kukutana wewe na Mrisho, mlikutana wapi na ikakuwaje akakuamini? Ni safari ndefu. Tupe kifupi tu. Nilikutana naye wakati niko form 2. Nilivyokuwa form 2, yeye alikuwa anatembelea sana sehemu ambayo nafanya mazoezi kwa kocha wangu Hamisi Mwakinyo. Alikuwa anakuja Tanga, ni anakaa Dar es Salaam, lakini Tanga pia ni kwao. Kwa anapokuja Tanga lazima aje gym ya Hamisi Mwakinyo, anakuja kuangalia vijana. Sasa lakini alikuwa akija yeye ndo ananikuta mimi wa kwanza. Yeye anawahi, lakini akishafika hamna mtu yote, lakini ananikuta mimi ndo kijana wa kwanza kufika, na mimi ndo natoa vifaa vya mazoezi na ni mtu wa mwisho kuondoka. Naingiza vifaa vya mazoezi, baada hapo naondoka zangu nyumbani. Kwa hiyo alihudhuria kama kipindi cha kama muda wa siku 3 au siku 4 hivi, na akaniona katika ile hali ya mfululizo nafanya vitu vile. Mimi sikuwa nafahamu wala sikuwa najua huyu ni nani, maana alikuwa anakuja watu wengi sana pale. Kwa alikuwa pia sikujua kama yeye pia alikuwepo, lakini baada ya hapo akaja kunifuata tena, niko form 3. Alinifuata akaniambia, mdogo wangu pambana, mimi nataka nikuchukue ili nikufikishe mbali zaidi. Baada hapo mimi ndo nikaanza kumfahamu kwa kumbe alikuwa anakuja na ananifuatilia. Nikamwambia basi sawa, hamna shida mzee wangu. Basi tukabadilishana namba. Baada pale nilivomaliza form 4 akanifuata tena. Mwalimu alinipigia simu akaniambia njoo hapa mazoezini. Ilikuwa majira kama ya mchana hivi. Nikatoka nyumbani mpaka mazoezini, sio mbali, ni mwendo kama wa dakika 20 hivi ukitembea. Kwa nikafika mpaka pale nikazungumza naye, akanambia nataka, kuna ahadi nilikuahidi kuwa nataka nikufikishe mbali. Nikamwambia ndio. Akanambia bado nakufuatilia, usikate tamaa. Nikamwambia sawa, mna shida. Basi baada pale akanipoza na chochote kitu, nikatia mfukoni, nikawa Mnyamwezi kwa maisha si haya, muda huo una 30 mfukoni. Mnyamwezi ni mimi. Hapo mbadi wewe. Basi nikarudi nyumbani, nikamueleza mzee, bwana kuna 1 2 3. Akanambia sawa, mna shida. Basi ni vizuri hata huyo mtu akaja nyumbani pia tukamfahamu. Nikamwambia mzee sawa, usiwe na shida, mtu atafika. Akanambia sawa, mna shida. Baada ya kumaliza form 4 sasa akanifuata tena. Akanambia unakumbuka ile ahadi niliyokuahidi? Nikamwambia ndio naikumbuka. Akasema basi sawa, akanipa hela kwa ajili ya kukata pasipoti. Nikasema kumbe ili jambo ni serious. Nikapokea hela nikamfuata mzee. Hiyo ndo siku kwanza kushikia hela nyingi. Nikamwambia mzee nimepewa hela hii nikakata pasipoti. Akaniambia sasa mpaka inafikia hatua ya kukata pasipoti, bwana huyo mtu bado sisi hatujampata. Tunaomba kwanza tumjue huyo mtu. Nikamwambia mzee hamna shida, basi utamfahamu huyo mtu. Sasa mzee alikuwa na wasiwasi. Naona mwanangu anaondoka tena kwenda nje ya nchi na ndo mtoto wangu wa kiume peke yake asija akapotea. Basi baada ya kukata pasipoti nikaenda kwa mzee wangu Mrisho, nikamwambia bwana pasipoti hapa tayari nimeshakata. Akasema basi sawa, sisi tutakuja nyumbani. Wakaja nyumbani, ndo mzee akamuona, wakafahamiana. Baada ya pale nikakabidhiwa kwake, ndo nikaanza kusafiri sasa. Safari yangu ya kwanza kwenda Marekani kwa ajili ya training. Maisha ndo alipoanzia hapo. Maana tukisema Ibra ulibahatika, kwa maana ya maisha yako rasmi ya ngumi yalianzia kwenye
eneo sahihi, tutakuwa tuko sahihi. Ni eneo sahihi kwa sababu nilikuwa bado niko shuleni. Nilivyotoka shule tu nikashikwa mkono. Kwa ni sehemu sahihi, sikukaa sana nyumbani nikahaso, labda nikajichanganya na makundi mengine. Nilipata bahati hiyo bwana, sikukutana na hivyo vitu. Hivi feeling yetu ya kwanza kabisa, yani ndio tunapanda pipa hili hapa, yani ndio tuko pale sasa International Airport pale. Alafu tunaambiwa tunakwenda USA. Yani nini kilichokuwa? Bwana, nilitamani nifike kwanza hapo US nipakone pakoje. Ndio kitu ambacho imagination yako ilikuwaje? Yani kwamba kichwani wewe ulikuwa unapa imagine pakoje? Kwanza mimi nilijua nikifika tu airport kule, nikishuka tu hivi nikipiga macho hivi nitakutana na Javonte kifanya. Lakini hapana, haikuwa hivyo, lakini nilikuwa na shauku kubwa sana la kufika kule. Mambo yameenda yakawa hivyo yakawa, wazungu wanasema the rest is history. Sasa hivi uko hapa ni captain wa Mafia. Unadhani una step ngapi kufika pale ambapo wewe unapawishi? Siwezi kusema ni step ngapi, lakini ni step chache sana. Nilipotoka ni mbali na ninapokwenda ni karibu sana. Kwa hiyo kilichobaki tu ni mimi mwenyewe tu kufanya juhudi na kumwomba Mwenyezi Mungu ili nifike malengo basi. Ibra, watu wengi sana tunapigana ngumi, yani kwenye maisha yana changamoto. Mimi nataka ya kwenye ngumi, achana na maisha ya nje. Ya kwenye ngumi ni changamoto gani ambayo ulishakutana nayo ukasema hapa sasa siwezi kuendelea na ngumi? Mpaka sasa hivi bado hapana, hamna changamoto ambayo nimekutana nayo nikasema nikajutia kuwa mwanamchezo huu ambao na ucheza sasa hivi. Bado. Umepigana mapambano mengi na yana title nyingi, lakini mapambano mengi yamekuwa ndani ya nchi. Mipango ya Ibra sasa kutoka step ya kwanza kwa maana ya ndani ya nchi kwenda ukikaa na management, kwa sababu unajua sio wewe, ni management inakupangia wakati huu sahihi, wakati huu sio sahihi. Unahisi ama sisi tuambie mipango ya Ibra kwenda kimataifa iko? Mipango yangu iko vizuri, lakini pia kwa mipango ya management, najua management ambayo ninayo hapa ni management ambayo Tanzania hakuna. Management kubwa sana. Kwa hiyo zinakuja fight za nje, lakini unaona fight zinakuja za $30,000, $40,000. Na ukiangalia katika management yangu hiyo hela zipo. Kwa wanaona hapana, hii bado si malengo. Bado hajafikia malengo. Ibra, malengo bado hayajafika, lakini kuna ndoto kubwa. Unatamani sasa siku moja meza yako akitajwa Ibra, pembeni yako kuna nani na nani, yani ambao kwa sababu kuna mwingine atakwambia anatamani kuona anapoketi Mayweather na mimi niko pembeni yake anapoketi. Yani wewe unatamani ni kuna nani na nani uone kwenye hiyo meza ambayo utakuwa? Katika meza ambayo nitakuwa mimi, ningetamani nimuone Javonte awepo na Mike Tyson na Canelo. Bondia Mafia wengi ukiwataja, yani jina Canelo halikosi ndani yake. Canelo ana nini special ambacho sasa hapa tunaachana kuzungumza naye, tunazungumza sasa wewe kama mtaalamu wa ngumi. Canelo ana kitu gani special ambacho unadhani watu wengi wana? Canelo ni fighter mzuri sana. Ni bondia ambaye ana nguvu na ana maarifa na ana technique nyingi sana. Hata unapomwangalia upigaji wake wa body, anza kukupiga ngumi, lakini muangaliaji uko na ile ngumi piga hapo ushangaa tu mtu kashuka tu ujue. Lakini yule ambaye ile ngumi mkuta anajua kitu gani ambacho kakutana nacho. Wewe ni shabiki yake? Ni shabiki yake. Kumbe Ibra amepoteza pambano, role model wake amepoteza pambano.
Crawford alikuwa mtu mbadi siku ile. Yeah, Crawford ni bondia mzuri na pia vile ni shabiki yake. Crawford ni bondia ambaye anamuelewa, ni bondia ambaye ana IQ kubwa sana anapokuwa katika ringi. Ibra, tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa, ni kitu gani ambacho kwenye siku za maisha yako yani ni lazima hiki kitu ufanye? Yani hiyo haiwezi kupita, yani kwamba bana siku hii haiwezi kupita bila kufanya kulala. Mbona umechagua kitu rahisi hivyo? Kuna kitu ambacho sisi binafsi hatukijui lakini unatamani kushare na Watanzania ili wakijue. Hem, tuambie nini? Kitu ambacho sisi hatukijui. Lakini natamani hiki kitu Watanzania wakisikie kutoka kwa Ibra. Kitu ambacho hamkijui. Mimi napenda sana kufanya ibada. Kitu ambacho hatukijui. Ni mtu sana wa ibada. Kwa sababu yule mtu mwingine akikuangalia hivi anza akakuchukulia huyu basi hivi. Mimi nafanya sana ibada. Namuogopa sana Mwenyezi Mungu kwa sababu nimepitia chuoni na nimesoma, naelewa. Unaweza tukasema Ibra ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Yeah, of course. Hivi yule mtu aliyetuumiza yule sasa hivi anajutia baada ya kumuona Ibra hapa alipo? Nani yule aliyetuumiza yule? Si tumechagua tumesema tutaki mapenzi. Sijui yeye. Ina maana Ibra unataka kuniambia hajawahi kukupigia hata simu siku moja kukuulizia tena? Simu zaita. Lakini sema tu. Unajua tena nikiweka wazi kwenye interview nitaachika huko wengine kwa. Simu zinaita za kutosha. Ndio hapo wa kutosha. Mimi sijui. Mbona nikataka tu kwenda kwenye story vizuri Ibra? Mimi sijui. Wewe sasa subiri tuachane. Wewe unadhani kwa yani mimi tuambie tu kwa mwezi huu hapa. Huu mwezi ambao tumepitia pamoja na changamoto zote ambazo tuko nazo. Simu ngapi zimeita kutoka kwa bebe? Simu nyingi sana. Zimeita. Lakini kuna mtu ambaye ana nafasi yake. Kuna mtu ambaye ana nafasi yake. Simu zimeita nyingi sana za pole. Tunajua kipindi kile ambacho ni kipindi kigumu ambacho nakipitia, kila mtu anazungumza yake, lakini sikutoka mchezoni kwa sababu sio bondia wa kwanza nimekupoteza. Kuna mabingwa ambao mpaka sasa hivi ukikaa ukimuuliza mtu yote anakutajia, lakini ukiangalia rekodi yake kapoteza fight 5, 4 na ni bingwa wa dunia. Kwa hiyo mimi sikutoka mchezoni na simu za pole zilikuwa nyingi na nimejua wangapi wananipenda kwa dhati. Nimejua kwamba wangapi wanaumia kwa ajili yangu kuona mimi nimepoteza, na nimejua wangapi wamefurahia kuona mimi nimepoteza, japo walikuwa mtu akikuona yani ana act kama anaonyesha furaha kwako. Kwa kipindi kile ndo ujue sometime Mwenyezi Mungu anakupa kitu ili kuna vitu vingine vitokee ujifunze, au kuna vitu vingine ambavyo huvijui uvijue. Kwa kuna vitu tofauti unavijua, kwa unajua uishi vipi. Role model wa Ibra ndani, sababu umetutajia nje kuna wakina Canelo na role model wa Ibra ndani. Sasa hapa anasema nikimwangalia huyu anaweza siwe role model moja kwa moja, lakini unasema nikimwangalia na vitu vya kujifunza kutoka. Role model wangu mimi ni Salimu Mtango, kwa sababu wakati naanza ngumi nilifika gym pale ya Miss Mwakinyo, tulipishana kidogo. Yeye alikuwa Australia, alikuwa na fight na mimi ndo nikafika gym. Nakumbuka alipigwa simu video call akaambia, bwana umemwona role model wako huyu dogo. Sikuwahi kukutana naye face to face, lakini nilipofika gym ndo alikuwa ameondoka, alikuwa na fight Australia. Kwa mimi ni mtu ambaye namwangalia mpaka dakika hii na kila fight yangu hakosi. Bwana, zungumza sasa na Watanzania, neno lako lolote ambalo unahitaji kushare na Watanzania. Anachotaka tu kuambia Watanzania,
na naahidi kwenda kusawazisha pale nilipoharibu. Rematch ipo na nawaahidi kurudisha furaha yao ambayo ilikuwepo awali. Ibra, chumba kimoja chumba kinawaka moto hicho, tuna Diamond. Chumba kingine kinawaka moto, tuna Alikiba. Tunatakiwa tumchague mmoja, tumtoe humo ndani. Wote ni watu wa kuokolewa. Sasa tunatakiwa tuondoke na mmoja. Hamna mtu ambaye anastahili kuteketea, wote wanastahili kuokolewa. Bana, Ibra ametumia siasa kunijibu hiyo. Unapenda mpira kidogo? Naupenda sana, kwa sababu nisingekuwa boxer leo mimi ningekuwa mchezaji mpira. Mimi nacheza namba 2. Baki ya mahali. Unapenda timu gani? Simba Sports. Simba Sports. Simba Sports Manchester. Mimi sijui, wewe ndio umesema. Simba Sports Manchester. Mimi Simba. Usola. Ulaya Barcelona. Uingereza mimi Liverpool. Bwana, muda unatubana. Kameramani wangu makamera, mtaalamu mwenyewe Jackie Kivoice aniambia muda sio rafiki wa mwanadamu, na mimi nilitamani kuwa na wewe hapa tupige story nyingi kabisa. Natumai kwa hiki kidogo umeenjoy na umepata kitu ambacho unastakiwa kukipata kutoka kwa Ibrahim Mafia, na umejua kwa taarifa ambayo mimi niko nayo, na nataka yeye mwenyewe ya clarify hapa. Mwezi wa 12 ndio tunarudiana na Alvin. Ndo asilimia kubwa, kwa asilimia 80 mpaka dakika hii. Fight ambayo ipo kishwani mwangu ni rematch mwezi wa 12. Bana, mwezi wa 12 atarudi tena na kuambia Watanzania kwamba alidondoka, akuanguka, alijikwaa, hakuishia pale pale, amerudi na safari yake imeanza hapa. Subscribe, share, comment ili uanze kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapa. Pia unaweza kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii M2 TV, tunapatikana Instagram, Twitter na mitandao mingine yote huko, TikTok na kwingineko kote. Unaweza kupita ukapata habari nyingi na update nyingi zinazohusiana na siasa, michezo, kiuchumi na kila kitu. Asante na kwaheri.